Nimeulizwa kuhusu Sumud Flotilla. Je, nini hatma, zimefika wapi? Bila shaka wengi mnafuatilia vyombo vya habari na kile mnachokiona ndio halisi, kuwa takriban meli zote zilizokuwa zikielekea kwenye fukwe ya Gaza zimezuiliwa na mamlaka ya Israeli kwa kile ambacho wanasema kuwa hawawezi kuondoa mzingiro halali uliowekwa kwa mujibu wa Israeli. Kwa hiyo takriban wanaharakati kutoka nchi 44 duniani wakiwa na takriban ya meli pamoja na boti 50 takriban zimezuiliwa, na Israeli inasema itawasafirisha kuwarejesha makwao wanaharakati wote waliokamatwa, na imefanya hivyo kihalali kabisa kwa mujibu wa Israeli. Lawama mbalimbali duniani kutoka katika serikali mbalimbali na baadhi ya serikali zikichukua hatua juu ya hilo, kulani kile ambacho kinatafsirika kuwa Israeli kuingilia kwenye maji ya kimataifa na Israeli kujibebesha mamlaka kwenye maji ya Palestina ambayo hayatambuliki kisheria kuwa ni maji ya Israeli. Amani iwe nawe, peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Yes, nimekuja kidogo tuzungumze, kidogo tusizungumzi kiasi yani. Kama nitakuwa na muda nitazungumza vitu viwili. Nataka kuzungumza kuhusu Sumud Flotilla. Wengi tumeona msafara wa Sumud Flotilla umekuwa ni msafara wa wanaharakati, waandishi wa habari, wanasiasa, wanasheria, mainjinia, watu wa kawaida ambao hawana title yoyote, wamekwenda wakiongozwa na Thunberg, huyu raia wa Sweden. Msafara ambao ulianza safari zake takriban wiki 2 zilizopita au wiki 3 takriban kule Hispania katika mji wa Barcelona. Msafara ukaungana na msafara wa pili ambao ulikuwa unatoka Italia, ukaungana kutoka Ugiriki, halafu wakatia nanga pale Tunisia kwa muda, wakaungana na baadhi ya flotilla ndogo ambazo zilikuwa zinatoka kwenye baadhi ya nchi kuelekea sasa wakiface Mediterranean, wanataka kwenda kwenye pwani ya Gaza kwa kile ambacho wanasema tumebeba Pampers, tumebeba maziwa, tumebeba dawa, tumebeba vyakula kwa ajili ya watu wa Gaza, yani kwa ajili ya uhitaji wa watu wa Gaza. Huu ni msafara wa 3 wa Sumud Flotilla. Kama hujafuatilia awali, msafara wa kwanza uliitwa Madeleine. Madeleine ilikuwa ni jina la mwanamama wa Kipalestina ambaye alikuwa ni mvuvi pale Gaza, anaitwa Madeleine Kulub. Yeye alikuwa ni mvuvi akiendesha familia yake, yeye pamoja na wazazi wake. Mwanzo wa mashambulizi ya Israeli yalipelekea kumuua baba yake, ambaye baadaye alihama ile eneo akaenda upande wa kusini. Wao walikuwa kaskazini huko. Baba yake akauawa. Kwa hiyo wanaharakati kadhaa wa Ireland walikuwa wakiwasiliana naye, na hata walipotaka kuanza ule msafara wakajulisha kuwa tuna msafara wa kwenda Gaza, lakini wakaamua kwa heshima ya wakauita Madeleine. Ndio meli ya kwanza iliyokamatwa ilikuwa inaitwa Madeleine. Ilipewa jina la mwanaharakati wa Kipalestina. Ni kawaida, ni kama vile kule Marekani moja ya vyuo vikuu vilibadili jina la hall lake, wakaita Hind Rajab Hall. Hind Rajab ni binti wa Kipalestina aliyeuawa na vikosi vya Israel wakati akiomba msaada. Na hata kuna taasisi kubwa ambayo iko kule Uswizi na Ubelgiji ambayo ilianzishwa, ambayo ipewa jina la Hind Rajab Foundation. Hii ndio taasisi kubwa kabisa inayoendesha mambo ya kisheria dhidi ya askari wa Israeli popote pale duniani. Ndio inapopeleka mashtaka yao na kukusanya ushahidi wa kila uhalifu waliofanya. Ni taasisi ya Hind Rajab, ambaye ni binti mdogo wa Palestina aliyeuawa na vikosi vya Israeli kwa risasi 300 takriban, ikishambuliwa gari iliyokuwa imebeba familia yake. Hata yeye alivyobaki peke yake akawa anaomba msaada kwa simu kupitia shirika la Hilali Nyekundu. Wakati Hilali Nyekundu anakwenda kujua alipo, wakakuta Hind Rajab amekwisha uawa na risasi na familia nzima imeuawa. Kwa hiyo hicho ndio kilitokea. Msafara wa pili unajulikana kwa meli ya Handala, ambao na yenyewe ilifadhiliwa na hawa wakina Thunberg, ikazuiliwa, haikuweza kwenda. Baada ya msafara wa pili kuzuiliwa, hawa kina Thunberg ndio wakapanga kuwa tutakuja na msafara mkubwa zaidi ambao Israeli hawezi kuzuia. Ndio mara hii wameenda kukusanyana
wanaharakati karibu dunia nzima. Nasikitika tu wale wanaharakati wale wa jirani zetu ambao huwa wanakuja hadi huku kwetu kwenye kesi, sikuwaona kwenye hili. Nilitamani kuwaona na wenyewe kweli, kwa sababu tunawafahamu ni wanaharakati wazuri kabisa. Hawakushiriki kwenye hili. Kwa hiyo msafara umezuiliwa na Israeli imewakamata wanaharakati wote na inasema itawarejesha Ulaya au itawarejesha kwenye nchi zingine. Je, ni kweli wanaharakati walikuwa wanataka kupeleka chakula au walikuwa na malengo tofauti? Ukitazama kwa jicho la kwanza na jicho la pili, unaweza kugundua vitu viwili tofauti. Eneo la Gaza ni eneo dogo lenye watu wengi, na athari ya Gaza ni kubwa kwa hivi sasa. Inaonekana ni kubwa kwa kiwango kikubwa. Uhitaji wa misaada ni mkubwa sana. Makubaliano ambayo yanalazimishwa yapitishwe hivi sasa haijataja idadi na namba ya gari ambazo zinatakiwa kuingia. Lakini makubaliano ya Januari 19 yalikuwa na gari takriban 500 kwa siku. Ukichukua msafara wa flotilla ulikuwa na meli takriban 50. Katika meli hizi 50, meli kubwa zilikuwa ni chache, vingine vilikuwa ni viboti vidogo vidogo. Uhitaji wa Gaza ni uhitaji mkubwa sana wa misaada ya chakula na kila kitu. Manake kuwa hata ule msafara ungeruhusiwa kufika Gaza, basi ulikuwa unadondosha tone kwenye bahari. Ilikuwa bado hausaidii lolote, lakini angalau wawili watatu wangepata chochote walichopata. Lengo la msafara wa flotilla ulikuwa ni kuongea na ulimwengu, kuwajulisha hali halisi, na wamelitimiza. Msafara wa flotilla ulikuwa hauna lengo hasa tofauti na hilo, kuwa kutoa uwajibikaji wa ulimwengu, kuonyesha dunia tunapokwenda ni wapi na wapi ulimwengu ulipokwama, wapi ulimwengu na sheria za kimataifa zilipoenda kugota zikashindwa kuendelea mbele. Ndiyo safari ya flotilla ilikuwa inakwenda kutoa ujumbe huo na hakuna kitu kingine, na huo ujumbe umefika duniani. Leo hii si vyombo vya habari vya Afrika wala vya Mashariki ya Kati wala vya Asia wala vya wapi, ni vyombo vya habari vya dunia. Karibu kila sehemu unaofungua, mitandao ya kijamii unaofungua, vyombo vya habari, television, radio, nyingi ziko kwenye mjadala wa msafara wa flotilla. Lengo kamili ni flotilla. Lengo kamili limetimia. Kwa hiyo wanaharakati wametimiza wajibu wao wa kufikisha ujumbe duniani, kuwakumbusha binadamu kuwa kuna shida iko hapa ambayo imeshindwa kutatuliwa kwa sheria, kwa mujibu wa tafiti, kwa kila kitu, kwa sababu Israeli anafanya anavyotaka na huku akipata usaidizi kutoka kwa ulimwengu. Hatua pekee nilizoziona kwa mujibu wa flotilla au kwa baada ya tukio la Israeli ni hatua zilizofanywa na rais wa Colombia Petro Gustavo kuwaondoa wanaharakati wa Israeli waliokuwa, kuwaondoa wanadiplomasia wa Israeli waliokuwa wamebaki kwenye nchi yake na kukata biashara ambayo ilikuwa imebaki, yani mazungumzo ya kibiashara kati ya Colombia na Israeli yaliyokuwa yanaendelea, kukata kabisa, kwa sababu kuna wanadiplomasia 4 walikuwa wamebaki. Mwaka jana Colombia iliwafukuza wanadiplomasia wa Israeli na wakawa wamebaki baadhi ambao walikuwepo, na hawa wote Colombia imechukua hatua ya kuwafukuza, kuwa waondoke, hatuwataki hapa, na ikaitaka Israeli kuachia wanaharakati wake wawili ambao walikuwa kwenye msafara wa flotilla. Hizi ni hatua zimezochukuliwa na nchi ya mbali kule Marekani, Colombia, na rais wao Petro Gustavo, ambaye amekuwa na msimamo tofauti na viongozi wengi, msimamo ambao unaweza ukafananisha na kiongozi waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, ambaye naye amekuwa akichukua hatua za vitendo kwa Israeli, tofauti na nchi zingine ambazo zimekuwa zikichukua hatua kwa maneno na kuongea bila chochote. Ulimwengu unalani kilichotokea. Nchi mbalimbali zinailani Israeli iliyotokea, lakini hakuna nchi ambayo imeenda kuchukua hatua kwa ajili ya Israeli. Wanaharakati duniani wanasema watatumia picha na video za kukamatwa wanaharakati katika maji ya kimataifa, maji ambayo wangevuka maji ya kimataifa walikuwa wanaingia kwenye maji ambayo yanatambulika kisheria kuwa ni maji ya Wapalestina, ambayo ukienda kwenye mkataba wa Oslo yameainishwa vizuri kabisa wa mwaka 93 kuwa Israeli hana mamlaka katika maji haya. Lakini Israeli ametuma meli za kijeshi kwenda kupambana na wanaharakati na kuwakamata, kurudi na kuwashikilia katika sehemu ambayo hamiliki kisheria, sehemu ambayo haruhusiwi kukaa nayo kisheria. Lakini Israeli amefanya hivyo. Nani atamwajibisha Israeli? Hakuna lolote. Kwa hiyo ndugu zangu, kuhusu msafara wa flotilla, nilichotaka kuwajulisha nyinyi tu kuwa hapa flotilla wametimiza wajibu wao na wamekamilisha lengo lao.
lengo la kutuma ujumbe duniani wameshalikamilisha. Kwa hiyo ulimwengu wenyewe au watu wa ulimwengu ndio wanapaswa sasa watathmini hatua, kwa sababu hawa wametimiza wajibu wao kuwa mabalozi wa uhuru wa watu, ubalozi wa haki za watu, mabalozi wa kila kitu. Ndani yake alikuwemo mjukuu wa Mzee Mandela. Uhusiano wa PLO na ANC ni uhusiano wa kimapambano ambao una historia nyuma ya mbali kabisa. Ndio maana Afrika Kusini siku zote inasema haiwezi kuitupa mkono Palestina, kwa sababu Palestina iliungana nao kipindi wao wakiwa kwenye harakati za kutafuta haki na uhuru wao, lakini wa Afrika Kusini wakapata haki yao ya kuwa na nchi ya kwao, ila wenzao waliokuwa nao kwenye harakati bado wanaendelea kwenye harakati. Na ndio maana wanasema kuwa hatuwezi kuwatupa mkono, kwa sababu tumekuwa nao katika kipindi cha harakati na tutaendelea kuwa nao. Kwa hiyo alikuwepo mjukuu wa Mzee Mandela akiwakilisha Afrika Kusini katika kuvunja mzingiro wa Israeli kwenye maji ya Gaza. Jamani, asanteni, nimetimiza niliokuwa nakusudia kuongea na nyinyi.